Neema nilionayo mimi haiwezi kuwa sawa na huyu. Kwa mfano, neema yako ulionayo sasa hivi haiwezi kuwa sawa na huyu. Inategemea namna wewe unavyoshirikiana na Mungu katika nini? Moja, kutafuta na kulisikia, kulishuhudia na kulitenda neno lake. Maana unakuwa karibu naye kila siku, unakuwa na neno. Neno ni Yesu mwenyewe. Namna unavyotembea na neno la Mungu, unasoma Biblia, unajua maandiko. Ukiambia njoo kwenye Bible study unakuja, lile neno unalitii, lile neno unalishuhudia kwa watu wengine. Kwa hiyo umepewa bure, gawa bure. Namba moja. Namba mbili, utapoje? Kwa njia ya maombi. Maombi ni ishara ya kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu, mimi mwenyewe siwezi bila wewe. Wewe kadiri unavyokuwa na Mungu unazungumza naye kila siku. Yes. Mungu anakuwa karibu nawe. Anakuwa ni bora kuliko yule ambaye hata amsumbui. Wewe kila siku asubuhi akiamka anaomba, Mungu nakushukuru, Mungu nakutukuza, wewe ni mwema. Yule kule akiamka asubuhi, anaomba msosi wake, anaenda zake nguvu zake mwenyewe. Huyu hapa hafanyi chochote. Hata kufanya mradi wote, Mungu neema yako nitoshe. Nisianze peke yangu, anza na mimi. Utembee na mimi mpaka nimalize Mwenyezi Mungu. Akipata changamoto anamkimbilia Mwenyezi Mungu, bado uko na mimi. Hii taabu sipiti mwenyewe, tunapita wote wawili. Roho Mtakatifu, hebu niepushe katika neema. Mungu ana. Alafu kingine sasa, ule upako wa Roho Mtakatifu unakufanya kuwa na nguvu. Neno la Mungu, maombi ya mara kwa mara, upako ni ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes. Kwa sababu Mungu anasema katika kitabu cha Waroma sura ya 5 mstari wa 5 kwamba nimekwisha mimina upendo katika mioyo yenu kwa njia ya Roho Mtakatifu mlipewa kwa neema. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tumepewa wote, lakini waliompokea ni wachache. Roho Mtakatifu anaweza akaja ukaona mizizi, kwa ile nguvu haiwezi kuingia. Roho Mtakatifu akija kutoa mtu wa maombi, wewe ni mtu wa sala, wewe mtu wa kutenda neno lake, anaingia na kaa, anajaza. Lakini sasa anakuja hapa anakuta hapa kuomba haombi, giza, hasa mpaka aanze kutoa giza kidogo kidogo mpaka aje akae. Neema unayotembea nayo wewe inaweza kuwa si sasara, kwa sababu ile neema imekaa ndani yako. Ile inasema sisi wote tumefanyika kuwa wana kwa Roho Mtakatifu ambaye amekaa ndani yetu. Sasa kama Roho Mtakatifu ile ndani yetu ni tofauti. Kwa sababu neema ni measure, in measure. Wale ambao wana neema watakachosema kinakuwa, kwa sababu Mungu ameweka neema katika mdomo wako. Haleluya. Mungu ameweka neema katika mkono wako, ukishika kitu utafanikiwa. Yes. Mungu ameweka neema katika miguu yako, ukitembea neno lake litakuwa taa ya miguu yako. Haleluya. Mungu ameweka neema katika roho yako, haya masupradia. Yes. Kwa hiyo utembea na Bwana. Mwambie unaweza kutembea na Bwana. Tembea na Bwana Kwa njia ya maombi, kwa njia ya kwa njia ya neno lake, kwa njia ya kuhudhuria kanisani, kwa njia ya upako. Kwa upako, namna unavyozungumza na Mungu, namna unavyoomba Mungu nijaze na roho yako, ndivyo Mungu atakujaza. Haleluya, sambare. Amen. Pokea huu upako wa Roho Mtakatifu. Pokea hii neema ya Mungu. Pokea hii nguvu ya maombi. Pokea nguvu ya neno la Mungu. Useme neno la Mungu na ulielewe. Kwa jina la Yesu neno la Mungu likubadilishe. Kwa neema tu ukatembea katika neema hii. In the name of Jesus. Sema amen. Amen. Wana wa Mungu wanakuwa na focus kwa sababu wana nguvu. Kwa sababu hawaongozwi kwa matendo ya mwili, wanaongozwa kwa Roho. Sema haleluya. Wana wa Mungu wamepewa Roho Mtakatifu, wamepewa akili, wamepewa revelation. Sema mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu.